Hii dunia, oh dunia, hii dunia imenifunza. Mbona umetoka nje asubuhi yote afu umekaa kiuzuni? Ukimwona Kobe ameinama haimaanishi kuwa ameshindwa kutembea, ila huaga anatunga sheria tu muda mwingine. Tuachane na hayo. Kuna jambo kwanza nataka tuongee. Sawa basi, nakusikiliza. Mume wangu leo dalali kaja, yani kaongea maneno mabaya kweli. Ameniambia kwamba tusipolipa kodi atatufukuza kama mbwa mtaani. Hii dunia ina meno makali kuliko simba. Maskini akichelewa kulipa kodi tu, samani yake inauzwa hata kwa maneno. Yaani maneno aloniambia yameniuma sana. Ana jinsi tena sina samani katika nyumba hii tena. Usilalamike sana mke wangu. Watu hujenga nyumba zao kwa matofali, lakini uharibu utu wa watu kwa ndimi zao. Mtu akiwa na funguo ya nyumba, huanza kuzani kuwa ana funguo ya maisha ya watu wengine. Sasa tunafanyaje sasa? Habari zenu mabibi na mabwana. Leo hii tunakuleteni kitu kipya, na sio kitu kipya tu, ni kizuri zaidi. Hapa tunamzungumzia Edi Drinks, anapatikana Jang'ombe, mtaa wa Mzizima, mkabala na Hamisi na Pilau. Anakuletea juisi zenye viwango vya juu kabisa na zilizotengenezwa kwa mkono. Juisi kama vile parachichi, embe, passion, ukwaju, karakadei na ndimu pia. Usisahau ile juisi yetu tamu kabisa iliyotengenezwa na maziwa. Anachukua oda za aina mbalimbali kutoka kwenye mahoteli, restaurant, lakini pia kwenye maholi, na pia kuna mijazo tofauti ya hizo juisi. Kuna lita 1.5, lita 1, lakini pia na nusu lita. Hivyo basi unakosaje? Kwa mfano, na katika wale tukuchukua oda nyingi zaidi watapata punguzo la 40%. Bwana, wacha kuchelewa basi. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0672778016. Let's go! Hii dunia, oh dunia. Yangu bwana, karibu sana bwana. Asante bwana. Haya, vipi ndugu yangu? Unaonekana uso wako leo na jambo zito sana leo. Vipi? Maisha tu kaka. Lakini leo nimekuja na idea hatari sana. Ni idea gani hiyo? Mbona unaonekana ukisema hatari unaniogopesha? Nadhani unamjua Ochu. Ochu namjua sana sana, hasa kuna nini kwani? Yule jamaa hana kazi. Anadaiwa kodi. Maisha yamempiga hatari sana. Sasa nimekaa nikawaza, nataka nimsaidie katika style ya kipekee kabisa. Ni wazo zuri, ila sasa shida iko wapi kiongozi? Nataka nimgeuke nianze kutembea na mke wake. Unasema nini? Nisikilize kwanza. Mwanamke anateseka. Ochu hana msaada wowote. Nataka nimpe maisha mazuri bwana. Si unajua wanawake walivyo. Acha upumbavu wewe. Msaada gani unaanzia kwenye ndoa ya mwenzio? Kwa nataka nimwache endelee kuteseka, si ndio? Sasa Swahiba, kama unataka kumsaidia, mtafutie kazi, hata kumlipia kodi, so kwenda kuiba heshima yake. Lakini wanawake wanapenda pesa kaka. Ukifungulia biashara kidogo tayari mchezo umeisha. Ndio maana dunia imejaa watu mashetani kama wewe. Rafiki yako anaungua kwa matatizo. Baada ya kupeleka maji wewe unapeleka petroli. Haifai bwana. Mahiri bwana. Usione mbaya sana. Hii dunia kila mmoja anapambana kivyake. Bwana, kupambana sio kusaliti. Kwa sababu kuna wanaume wanalia kimya kimya kwa sababu ya kuamini marafiki zao. Swaiba, mwanamume wa kweli halali na mtu wa rafiki yake. Hata kama wametengana, sisi wako pamoja. Mimi ni Shamu. Yule mwanamke lazima awe wangu. Kesho nitamfuata mwenye nyumba, lakini pia nitaongea naye kwa heshima kabisa. Maana ukuta ukikataa kusikia kilio cha mtu, basi muda ndio ufundisha huruma. Sasa una hakika atakusikiliza kweli? Mke wangu, mti wenye matunda ndio upigwa mawe, na maisha ya binadamu
ni kama bahari. Leo mawimbi yapo juu, kesho anatulia. Hakuna atakayebaki juu milele. Ila Mungu mzee, naogopa tukifukuzwa. Usiogope. Tai akipoteza upepo hawezi kurudi kuwa kuku. Leo tunaonekana dhaifu, ila kesho historia inaweza kubadilika. Nitamwambia mwenye nyumba kuwa maskini hana deni la maisha, ana deni la muda tu. Asante, maneno yako yananitia nguvu. Maisha ni fumbo kubwa sana mke wangu. Anayecheka leo kesho anaweza kulia, na anayemdharau mwenye shida kesho anaweza kupitia njia hiyo hiyo. Tuliza moyo, nitakwenda kuongea naye kwa busara kabisa. Lakini mme wangu Mustafa pia naye kanitongoza. Mustafa? Sawa, huyo nitadili naye. Sikiliza bwana, siku zote mwanamume akishaanza kutamani nyumba ya mwanamume mwenzie, basi moyo wake unakuwa umeshaoza kuliko nitaka. Sikiliza bwana, leo umemsaliti Ochu, kesho unaweza kumsaliti hata mzazi wako, tamaa ikikupanda. Mbona umepanic sana? Hauna mtaka wewe? Hapana bro, mimi sina tabia kama yako. Wapo watu kama nyinyi, mnabomoa ndoa za watu halafu mnacheka vile vile, lakini machozi ya watu tambua huwa hayapotei bure bure, kama hailali. Sawa, lakini usongee tena. Sikiliza bwana, matatizo ya Ochu mimi aliniumiza sana ndani ya moyo wangu. Sasa bwana, kuanzia sasa hivi toka kwenye nyumba yangu. Siwezi kukaa na rafiki anaweza kumsaliti rafiki yake, kwani mimi rafiki kwangu ni heshima, sio shetani. Toka kwenye nyumba yangu haraka iwezekanavyo. Nisikilize Mahir. Bwana, toka. Sasa tena kusikia kumbavu wako. Sawa, mimi natoka, ila nahakikisha lazima nitampata. Bwana, swaiba yangu Ochu amepata matatizo tena makubwa kweli, anaumiza ndani ya moyo. Ila kuna baadhi ya watu wanatumia matatizo kama fimbo ya kumchapia mtu. Dunia hii. Hii dunia, oh dunia, hii dunia imenifunza. Habari yako bro? Sina muda na salamu yako. Kama ni habari za kodi, lete pesa yangu. Mheshimiwa, jana amekuja dalali wako nyumbani na akamkuta mke wangu, akamwambia maneno mazito sana, mpaka akafikia kusema kama atatufukuza kama mbwa walokosa wenyewe. Nisikilize, nyumba yangu sio sehemu ya huruma. Bro, elewa kitu kimoja, huwa dunia ina watu wawili. Leo unayemkopa, kesho ndo anayekukopesha, kwa sababu siku zote maisha yatembei kwa mguu mmoja. Hebu sikiliza wewe, acha mafumbo yako, mimi nachotaka pesa yangu. Nitasema kwa mafumbo ili unielewe. Kuni ikitiwa moto inageuka kwa majivu kabla haijatoa joto, na ukinitia pressure sana utanifanya nishindwe kutafuta hata hiyo kodi yenyewe. Bwana, mimi sihusiki na matatizo yako. Wewe mwenyewe ulipoingia kwenye nyumba ulisema unajiweza. Ni kweli, lakini unatakiwa kuelewa kitu kimoja, kuwa hata bahari inakuwa inatulia muda mwingine. Bro, maisha yanabadilika. Sasa kijana, wewe unataka nini? Nataka univumilie tu kidogo, kwa sababu mwanaume akilia kwenye moyo wake, basi ujue kuna jambo. Na sio kama sitaki kukulipa, nataka kukulipa hela yako nikiwa bado na heshima yangu. Sikiliza kijana mwenzangu, heshima inalipwa kwa pesa na sio maneno matupu. Pesa inajenga nyumba, lakini tabia ndiyo inayojenga utu. Kwa sababu ukimvunjia mtu heshima leo, hata kulala kwenye godoro la dhahabu, bado tu moyo wako utakosa amani. Tatizo lako wewe, unaongea sana. Ndiyo, kwa sababu maumivu ndio alionifundisha kuzungumza. Kwa sababu siku zote maskini akicheka
huwa anaonekana mjinga, lakini tajiri akilia watu wanamuita na mawazo. Aliyakuwa sote tunapambana tu. Okay, sawa, nimekuelewa. Sasa pesa zangu nalipa lini? Mimi nipe siku chache tu, naamini kwa uwezo wa Mungu nitakuletea hela yako. Sawa, nakupa last chance, lakini usinifanyie ujinga. Asante sana bro. Kivuli cha mti kinaonekana wakati wa jua. Leo umenionyesha binadamu. Basi sawa bwana, mimi wacha niende. Leo kaja na maneno ya busara, lakini hata hivyo haitoshi nimvumilie kwa muda anaotaka yeye. Acha tuone itakuwa.